Katika kipindi cha zamani kulikuwa na mabasi ya aina moja tu, mabasi ya Leyland Albion, na mmiliki alikuwa mwanamke wa Kihindi. Kwa kipindi hiko yaliitwa Dar es Salaam Motor Transport. Baadaye likazaliwa shirika la usafiri Dar es Salaam UDA. Licha ya uwepo wa UDA, lakini yalizuka mabasi mengine madogo, yani vipanya, ambayo yalijiingiza bila ya kuwa na leseni. Yaliitwa thumni, yani senti 50, ambayo ni sawa na shilingi 1. Baada ya muda mabasi hayo yalipigwa marufuku. Serikali ikaagiza mabasi ya Icarus ambayo yalikuwa yanachukua idadi kubwa ya abiria. Wakazi wa Dar es Salaam wakayabatiza jina la Kumba kwa kuwa yalikuwa yakibeba idadi kubwa ya abiria. Hata hivyo, magari hayo ya Icarus yalipotea. Ndipo serikali iliporuhusu watu binafsi kuwekeza kwenye sekta ya usafiri. Hapo ndipo matajiri wa kipindi hicho walipozigeuza gari za kubeba mzigo kuchukua abiria. Walizitengenezea siti za mbao, na hapo ndipo lilipozaliwa jina la chai maharage. Zilifanya kazi hadi katika miaka ya 90 mwanzoni. Ndipo zilipoingia gari mpya za kubeba abiria. Magari hayo yalikuwa mapya na mazuri, tofauti na mengine yalichakaa. Kama kawaida, abiria waliyabatiza magari hayo na kuyaita V-Luxury. Wahenga wenzangu, mtakumbuka wimbo wa Mr. Nice aliyosema ki-luxury Pugu Kariakoo. Maneno haya yalitumiwa sana na wapiga debe kuwaita abiria. Na mwishoni mwa miaka ya 80 usafiri wa daladala uliingia nchini. Na asili ya neno daladala ni jina lililotoholewa kutoka kwenye dola ya Marekani. Enzi hizo kulikuwa na shida kubwa ya usafiri na kupelekea nauli kuongezeka kufikia shilingi 5 kwa safari moja. Utingo wa magari walipokuwa wakiita abiria walisema Kariakoo daladala. Mtoto 2000, kuna mengi yamefanyika kabla haujazaliwa. Ukiwa umekaa zako kwa kukunja 4 kwenye gari za mwendokasi, kipindi cha nyuma wenzako walikuwa wakisimama kwa saa kadhaa kusubiri gari, lakini kwa sasa hali ni shwari kabisa. Hebu fikiria wingi wa watu waliopo sasa katika jiji la Dar es Salaam, ambao wanakadiriwa kuwa zaidi ya milioni 8, na pasinge kuwepo na miundombinu rafiki, uwepo wa wingi wa mabasi ya watu binafsi pamoja na usafiri wa mwendokasi, foleni ingekuwa kwa kiasi gani? Wanangu 2000, katika ukuaji wenu mna bahati ya kuona usafiri wa mwendokasi katika nchi yetu. Ama kwa hakika lipo la kujivunia kwa namna ambavyo Tanzania inaendelea kupiga hatua kwenye eneo la sekta ya usafiri. Katika kuhakikisha usafiri wa mwendokasi unakidhi mahitaji ya wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam, serikali ilitenga shilingi bilioni 368.03 katika mradi wa awamu ya pili ya mabasi yaendayo haraka. Kumbuka pia serikali ilisaini mikataba 5, ikiwemo 4 inayohusu kuanza kwa ujenzi wa miundombinu ya haraka ya mabasi, kwa maana BRT awamu ya 4.